What happened? Mama yangu. Hapa ni wapi? Wewe umefikaje hapa na huo ungo? Hiki ni kiwanja cha ndege. Toka humo haraka. Naomba mnisamehe na nyinyi mniambie hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Wewe umefikaje hapa na huo ungo? Hiki ni kiwanja cha ndege, si barabara ya mtaani. Unadhani unaweza kutua hapa bila ruhusa? hiki ni kiwanja cha ndege, si sehemu ya kutua kwa ungo. Basi munisamehe. Hivi. Japani umeamka baada ya siku mbili ya karibu sana kwenye ulimwengu wa dunia. Na kingine shukuru sana kukuona kwa sababu baba yake na Mshufudenge alikuwa akija hapa akisema kwamba kama mtoto wake atapatikana sisi atapeleka mahakamani, atapeleka polisi. Kwa hiyo nashukuru sana umefika kabisa. Kwanza nikuulize fikaje hapa, kwa sababu mimi kitu cha mwisho nakumbuka nilikuwa kwenye uwanja wa Amerika wa ndege, kwenye uwanja wa ndege wa Amerika. Sasa nimefikaje hapa? Sielewi. Kwa kwanza nifafanue hapo nimefikaje, na wakati mimi mara ya mwisho nakumbuka nilikuwa kwenye uwanja wa ndege ya Japani. Pole sana kabisa. Na kingine ule haukuwa uwanja wa Amerika, ulikuwa uwanja wa ndege wa hapa Tanzania. Na wale wa polisi ndio wamekuleta wewe, wamesema kwamba huyu mtu mnamjua, na mimi kwa sababu ninakufahamu nikasema ndio namjua, ndio wakanipa hapa hapo nikaanza kuguza. Na sasa nataka kujua Mshufudenge yuko wapi? Hii ni hatari sana. Kumbe haukuwa uwanja wa Amerika, ulikuwa ni uwanja wa Tanzania. Mimi nizani shafika huko Amerika. Na kingine, hii ni hatari na nusu kwa sababu Mshufudenge amekosea masharti. Nilimwambia Mshufudenge usifumbue macho na usiachilie mapumbu. Halafu akataka kujifanya mjanja akaachilia. Baada ya kuachilia tu, yani kifupa amevunja masharti, ndo akadondoka. Na kingine sijui amadondokea kwenye nchi gani, kwa sababu tu alidondoka tukiwa angani. Sijui amedondokea kwenye nchi ya Tanzania ama adondokea Kongo. Kwa hiyo sijui yuko wapi kabisa. Hasa hapa sayai kumeisha. Sasa baba yake utamwambia nini? Na akisema kama hiki kisha mahakamani, mimi zani umekuja na Mshufudenge na pia amefika. Sasa itakuwaje? Na baba yake akija tumwambie nini? Sasa hapa mwenye yangu Japani, sasa tutafungwa hapa, tutafungwa kabisa. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio amekosea masharti. Sasa basi tutafanya kitu kimoja, tutamdanganya kwamba mwanae tayari yuko Amerika. Kwa sababu hatuna jinsi, kwa sababu tusipomdanganya tukimwambia kwamba yupo Amerika, tusipomdanganya lazima hii kesi atafikisha mahakamani, na ikifika mahakamani kama mnavyojua serikali haiamini uchawi, tutafungwa. Kwa hiyo tutumie akili, hazilipiwi ushuru. Hili ni wazo zuri, lakini halina ushahidi. Sasa tukikwambia kwamba yupo Amerika, akatuambia tumpe ushahidi, tutampa nini? Kama nilivyosema awali, tutumie akili, hazilipiwi ushuru, hazilipiwi kodi. Kwa hiyo akisema tumpe ushahidi, siku hizi kuna AI, lazima tutumie AI kuedit picha akiwa Amerika, na tutamfanya akiwa na wale mastaa wakubwa wa Amerika. Tutafanya edit akiwa pamoja na Rick Ross. Kijana afadhali umejiita kwa sababu nilikuwa na mpango wa kutafuta, na nilikuwa na mpango wa kufikisha kesi mahakamani, kwa sababu tangu muende mtoto wangu sijui yuko wapi, na leo lazima utanithibitisha kwamba mtoto wangu yuko wapi. Je, amefika Marekani au vipi? Na nimekuja kukupa taarifa hapa kwa sababu nilipata taarifa kusema kwamba mtanipeleka mahakamani, tutufikisha kituo cha polisi. Kwa hiyo nimekuja kukupa habari kwamba mtoto wako tayari nimeufikisha Marekani. Mtoto wako tayari yupo Amerika. Kwa hiyo mzee, relax, mtoto wako yuko Amerika. Kijana, bado mimi siamini kama mtoto wangu tayari yupo Amerika. Siamini kwa sababu gani? Sasa inawezekanaje wewe ufike Amerika halafu urudi? Inawezekanaje hiyo? Na kwa sababu kila Mwafrika anatamani kwenda USA. Sasa wewe unaniambia kwamba mtoto wangu tayari nimemfikisha kule halafu wewe umerudi. Hii inawezekanaje? Najua siamini. Mzee, amini kwa sababu sio kila Mwafrika anatamani kwenda Amerika. Kila Mwafrika sema tu anatamani maendeleo. Kwa hiyo mtoto wako yuko salama salimini, yuko Amerika.
na nimemwacha kula akiwa na mastaa wakubwa Lionel Messi ambaye mwaka huu ameshinda tuzo ya msanii bora wa mwaka huko Kenya. Kwa hiyo mzee, relax, wewe jiandae tu kula hela, kula cash, kula man kabisa. Jiandae kabisa kupokea mamilioni ya pesa.